Leo tunakwenda kusoma neno kutoka Nyakati wa Kwanza mlango wa 4 mstari wa 10. Nyakati wa Kwanza mlango wa 4 mstari wa 10 ambao unasema, huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lao kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Haleluya. Tunakwenda kuona ni kwa namna gani au ni imekuwaje Mungu ameweza kumjalia Yabesi hayo aliyoyaomba. Kwani labda tujiulize, Yabesi aliomba nini? Mara nyingi tukisoma huu mstari kwa sababu ya namna ambayo maisha yetu au kutokana na mahitaji yetu, tunaona watu wengi wanaona kwamba Yabesi alipata alichoomba kwa Mungu, maana yake ni kwamba alipata fedha. Yaani labda alipata fedha au hivyo. Lakini tukiangalia hapa, ni nini ambacho Yabesi alimwomba Mungu? Ni nini ambacho Yabesi alijua Mungu anaweza kumsaidia na kumpa? Ni nini ambacho Yabesi alimwamini Mungu katika hilo ambalo na Mungu kweli akaenda kumpa? Tukiangalia hapa anasema huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli. Manake kwenye maneno kwenye sura, kwenye sehemu zingine au kwenye aina nyingine za Biblia anasema Yabesi, kwa Kiingereza anasema Jabez cried unto the God of Israel. Manake alilia, alimuomba Mungu. Yaani mtu akilia na kumwomba Mungu ni kwamba anamwamini Mungu kwamba Mungu, wewe pekee unaweza kunipa hili jambo. Kwa Yabesi alilia, akamlingana Mungu, alilia kwa Mungu wa Israeli akisema, lao kwamba ungenibariki kweli kweli na kunizidisha hozi yangu. Kunizidisha hozi yangu maana yake nini? Yaani maombi ya Yabesi yalikuwa yako hapa. Nibariki kwa kunizidishia hozi yangu. Kiingereza anasema increase my coast au increase my territory. Na hata kuna sehemu nyingine imesema kwenye Amplified inasema increase my property. Yaani kwa kifupi ni kwamba Yabesi alimuomba Mungu amuongezee uwezo, ampe nguvu ya maarifa, nguvu na uwezo wa kuweza kuwa mkubwa, increase capacity yake ya uelewa wa ujuzi na maarifa. Okay? Increase capacity yake, capabilities zake. Kuweza kupata maarifa fulani. Kama ni mtu ambaye alikuwa anafanya biashara, Mungu amuongeze ujuzi zaidi wa hiyo biashara. Kama ni mtu ambaye anafanya kazi, Mungu ampe ujuzi zaidi, amuongezee ujuzi, yani ile capacity yake, increase capacity yake. Aweze kuwa na knowledge, awe na skills zaidi. Kwa sababu watu wengi wanapenda kuomba Mungu pesa. Mungu naomba unipe pesa, Mungu naomba unipe hela. Jamani, hela huwa haiombwi. Uwezi kuomba hela ikaja. Unamwomba Mungu increase capacity yako ili wewe uweze kupata uwezo na maarifa na ujuzi na blueprint na revelation, ufunuo wa namna hela inavyoingia. Aidha kwenye biashara yako au aidha kwa namna ambavyo wewe Mungu atakupa ujuzi wa namna ya kuweza pesa kuingia katika maisha yako. Kwa hiyo Yabesi alijua ni muombe Mungu kitu gani. Mungu aniongezee uwezo. Jamani, kwani labda nikuulize, kuongeza uwezo maana yake nini? Kuongeza maarifa maana yake nini? Wewe hapo unaweza kukuta toka umemaliza chuo. Labda umemaliza chuo labda 2000. Lakini mpaka leo hujawahi kwenda kuongeza maarifa yoyote. Hujawahi kwenda kuongeza ujuzi wowote. Hujawahi kuongeza capacity yako, capability zako. Labda uko kazini, hujawahi kujiongeza chochote, maarifa yoyote. Alafu unataka kusema mimi bwana nina Mungu Roho Mtakatifu, ninaomba kila siku, ninafunga, ninaomba. Je, ulivyofunga na kuomba hela imeingia au hela imeongezeka? Hapana. Kwa sababu
Pesa kuingia katika maisha yako inategemeana sana na ujuzi ulionao, na capacity ulionao, capabilities ulizonazo, strategy ulizonazo. Kwa kifupi, ule ukubwa wa maarifa ulionao. Hata Roho Mtakatifu yeye atakuonyesha namna ya kupata fedha, labda anakupa revelation fulani kutokana na capacity yako wewe. Capacity yako wewe. Kwa hiyo kitu ambacho natamani kukuambia ni kwamba, unajua tunavyomuomba Mungu, muombe Mungu akupe uwezo mkubwa wa kufikiri. Muombe Mungu akupe uwezo mkubwa wa kupenya, networks kubwa, marafiki wakubwa, marafiki ambao watakuingiza kwenye channel ambazo ni kubwa. Yaani muombe Mungu vitu ambavyo anasema, neno la Mungu linasema Mungu anakupa nguvu ya kupata utajiri. Nguvu ni kitu gani? Hajasema anakupa fedha ili uwe tajiri. Hajasema anakupa mali uwe tajiri. Anakupa nguvu. Nguvu ni namna ambayo wewe mwenyewe unatengenezwa. Is your capacity. Ndio maana ukiangalia kuna mtu A na mtu B. Unaona mtu A yeye anajitahidi kujitengeneza, kujiweka vizuri. Nguvu yako ya utajiri inaweza kawa katika muonekano wako, labda unajiweka vizuri. Kuna namna fulani ambayo unajiweka vizuri, ambayo unajua ukienda mbele za watu unapata kibali. Umeona? Nguvu yako inaweza kuwa katika maarifa, umeenda kupata training fulani, unakwenda kusoma, labda umeenda kuongeza kusoma. Umeenda kuongeza kusoma. Yes, labda umeenda course fulani. Unaona, umeongeza nguvu. Hiyo ni nguvu ambayo umeongeza, ambayo sasa umepata maarifa, your capacity imeongezeka. Unaona? Au nguvu nyingine inaweza kawa ni katika kuwa na ujuzi fulani, umeenda kuongeza ujuzi fulani. Unaona? Kuna mtu anasema labda kuna training, njoo jifunzeni kitu fulani. Unaona? Watu hawaendi kwenye mafunzo. Watu hawaendi kwenye coaching. Watu watafute professional advice ya biashara zao, labda ya kazi zao, au ya their personal development. Hawajiendelezi. Alafu bado yuko kanisani. Huu sijui ni mwaka wangapi. Kila ikija sijui kufunga siku 21, anafunga, sijui anafunga, anaomba, ana nini. Increase capacity yoyote. Sasa ngoja nikwambie. Usifikiri kwamba Roho Mtakatifu hakusaidii. Anakusaidia, lakini capacity yako wewe ni ndogo. Yaani yule mwanamke Msarapta aliambiwa kwamba nenda kalete vyombo. Kalete vyombo, nenda kwa majirani kalete vyombo, kaagize, yaani nenda kaombe vyombo, kaazime vyombo ili nije nikuwekee mafuta haya. Maana yake ni kwamba yule mtumishi wa Mungu Elia alimwambia go and increase your capacity because the anointing of you to get wealth inakuja. Sasa mara nyingi sana anointing ya kupata utajiri inakuja juu ya mtu, lakini capacity ya mtu ni ndogo. Capacity yako wewe ya kuhold that anointing ambayo umeiomba ni ndogo, kwa sababu wewe hujajiandaa. Walio wengi watu wa Mungu hamjajiandaa kupokea kitu kikubwa ambacho umemwomba Mungu. Lakini laiti ungejua kwamba unachotakiwa kufanya, muombe Mungu akupe capacity ya kukuongeza wewe. Ongeza maarifa yako, ongeza ujuzi wako, ongeza capabilities zako, ongeza uwezo wako, ongeza hivyo, the revelation. Kwa hiyo hata ile maono ambayo Mungu anakupa usiku wa namna ya kufanya hiyo biashara yako, ya namna ya wewe kuenenda katika maisha yako, maanake itakuwa kubwa na utaweza kuiabsorb, utaweza kuitumia ili wewe uweze kuwa tajiri, ili wewe pesa iweze kukujia. Labda niwaambie siri moja. Pesa is within you. Pesa, hela, money, this money you are talking about is within you. Why are you not getting money? Ni capacity yako, ni ujuzi wako, ni maarifa yako ya namna ya kutunza hela, namna ya kumake pesa ikujie, namna ya kufanya wewe uweze kucirculate pesa iwe circulated kwako. Ni maarifa fulani tu. Kwa nini? Kwa sababu capacity yako ni ndogo. Leo ninawashauri muombe Mungu akupe capability, muombe Mungu akupe nguvu ya kupata utajiri. Na hiyo nguvu ya kupata utajiri ni maarifa, ni ujuzi, ni uwezo, ni uweza, ni namna ambayo wewe umejitengeneza, umejiandaa
kisaikolojia, ki-emotion, ki-emotion, maana kihisia, kisaikolojia, kihisia, hata physical, muonekano wako, na namna ambayo unakwenda, hizo zote ni namna ambazo wewe unakuwa tayari kuweza kupokea kile kitu ambacho Roho Mtakatifu anakuletea. Na ninaamini kabisa ya kwamba ukiweza kuomba haya maombi ya Yabesi, lakini mindset yako ikawa ni kwa wewe ku-increase, wewe kujiongeza, nakwambia utakuwa mtu wa tofauti sana. Opportunities zitakujia. Kuna opportunities zitakujia kwa sababu umejiandaa. Kuna opportunities zingine zimekuja au hata hazijaja kwa sababu yani you are not favorable for those opportunities. Kwa hiyo jamani, watumishi wa Mungu, watu wa Mungu, watu wanaompenda Mungu, watu wanaokaa kanisani kuomba kila siku 21 siku. Kufunga ni vizuri sana, lakini unahitaji maarifa zaidi. Unahitaji maarifa zaidi. Mambo ya rohoni yanaendana na maarifa. Mambo ya rohoni yanaendana na maarifa ambayo wewe unatakiwa uwe nayo ili uweze kucapture those good things ambazo Mungu anakupa. Mungu na akubariki sana. Mimi naitwa Ukundi Mlelwa. Karibu sana.